Baada ya kumaliza kuitazama video hii, kuna kitufe chekundu kimeandikwa subscribe. Tafadhali naomba unisaidie kusubscribe, like, comment na ushare channel yangu ya Mabuti TV. Tunaenda kuonana na ugeni wangu. Nitakupigia baadaye tukishaongea naye. Mbanyende ndio hii hapa, tushafika ni hapa. Kameramani njoo kwa hivi. Njoo kwa hivi kameramani. Njoo kwa mbele. Yuko wapi? Madam. Ndio hapa. Yaani Odi? Au wapi? Hapa ndo kwake hapa nilipomkuta. Hapa ndo niliponyambia kama ni kwake. Sasa Odi? Muite. Oye. Odi. We, nani? Anaitwa nani wewe? Antoni. We Antoni, mtoka humo ndani. Antoni. Wewe. Sasa umesikia dada? Madam njoo. Ngoja jaribu kumpigia simu hapa nione na kwaje. Sababu hapa ndo tuambia ndo anapoishi yeye. Sawa eh? Mwana mjumba. Mwana mjumba madam. Ndio mtoto wako analala humo. Tatizo hapa sio na kulala mwanangu. Tatizo hapa mimba ni mwanangu. Sawa. Ndio tushafika hapa eneo la tukio. Kwa hiyo ngoja tu. Tushafika. Ngoja tu nimpigie simu hapa nimsikize anasemaje. Changamka basi. Jamani. Simu inakata tu yenyewe. Sasa hivi. Salama kwema? Safi. Basi. Asante sana. Antoni. Sio. Bwana vipi ndugu yangu? Kwema salama. Bwana samahani kidogo. Sogea hapa kidogo tuzungumze ndugu yangu. Mbona sielewi? Nataka nimuulize tu. Sawa eh? Kuna kijana mmoja tunamuulizia anaitwa Antoni. Umeona eh? Tunaambiwa hapa na nyumbani kwake ndo anapoishi. Umeona kuna changamoto fulani ilitokea kwa sana huyo binti. Alikuwa analala kwenye huo mjumba. Kwa hiyo bwana Antoni akanipigia mimi simu nije kumsaidia kutokana na kazi zangu hizo mimi kusaidia watu ambao wana changamoto na nini katika jamii. Umeona kwale akanipigia simu, nikaja nikamsaidia huyo binti nikampeleka kwa hapo kwa bosi wake ambapo alielezea kama yeye alifukuzwa. Umeona na huyu dada bosi wake mwenyewe ndio huyu. Umeona sasa leo tumekuja kwa ajili ya kuja kutoa shukrani kwa nani? Kwa bwana Antoni. Sasa tumejaribu kuita hapa naona haitiki, nampigia simu yake huwa haipatikani. Wewe kaka, huyo Antoni unamjua? Antoni? Antoni namfahamu. Yuko wapi sasa? Sisi tuna shida na huyo Antoni, yuko wapi? Mwambie atoke basi tuongee naye. Kabla Mwambie, yani wewe kwa yani cha maana tu hapa. Wewe tuitie huyo Antoni, atoke hapa. Sogea hapa ndugu yangu. Tuongee naye. Unajua shida ni nini? Shida kwamba sio kumuita Antoni. Sasa mbona unamsogeza? Muache mimi sinaongea naye. Sawa, nataka. Mbona ni kama ni mtu unataka kuzuia kitu kisitokee? Mimi nataka huyo Antoni muite. Yaani muite huyo Antoni. Labda nikuelekeze kitu kimoja. Mimi unamfahamu kabla ya yote na mimi nilimpa Mabuti pia namfahamu kwa sababu mimi nilimpa Antoni namba Mabuti baada ya kuona aliponiambia shida za udada aliponifuata taarifa zake nikaingia kwenye account ya Mabuti ya YouTube kwa sababu naonaga anachokifanyaga anavyosaidia watu. Kwa hiyo kwenye account yake kwa ajili ya kumsaidia udada, lakini sasa kwa jinsi unavyoniuliza na kwa jinsi ulivyo umeona bwana nashindwa kuelewa kama kuna tatizo limetokea ama kuna shida gani. Wewe umeshaambiwa hapa tunataka tumpe shukrani. I don't know, mimi sijaambiwa swala. Mimi nataka niulize swali moja, sawa? Yaani kwamba hapa Antoni sio kwake au Antoni hapa sasa hivi hayupo au kwa sababu sisi tuna shida na Antoni. Okay. Nyuma kwanza dada punguza munkari, punguza hasira, punguza jazba. Hapa mimi ni kwangu mimi napoishi mimi. Na yeye nyuma ni kwangu mimi. Sio mnaona vizuri? Alafu Antoni yeye waga na machaka funguo jioni. Jioni nafasi viwandani unajua. Kuona machaka Antoni funguo kwa sababu yeye ni kijana mimi ni kijana. Na pia na machaka funguo kwa sababu ya ulinzi. Ukuti sio hapo sawa kwetu. Kwa hiyo nilirudi, kuna siku nilirudi akanipa taarifa ya kuhusu dada. Namfahamu vizuri. Nataka ngoja madam usio na hasira hapa anajielezea hasira. Mimi sio ambaye amenifuata.
nenda nikasema hayupo ama sitaki kufanya chochote, mtafanyaje? Basi samani black. Samani black. Mtafute Antoni mwenyewe. Hapana. Hamtaki niache kwanza, hamtaki msaada. Sawa, mimi nakuelewa ndugu yangu. Mmemfuata Antoni, mimi nifuata mimi. Kichwa kwanza ndugu yangu mimi nikushukuru. Kwa hiyo swali langu. Mmemfuata Antoni, mmemfuata mimi. Sisi tumemfuata Antoni. Basi mtafute. Nisikilize basi. Nikusikilize. Basi sawa. Sawa dada, angekuwa mmoja kistaarabu. Ningewaelekeza kiasi. Sawa, pengine mama labda atakuwa na jaziba zake tu. Sio vizuri ila wewe naomba unisikize mimi. Wewe usimsame, unanifahamu? Nakufahamu. Namba zangu ulichukua YouTube ukampa Antoni. Yes, ndio kuja kusaidia dada. Sawa, basi naomba na mimi unisikilize kwa makini ili tuweze kusaidiana. Sio vizuri Okay. Sisi tunahitaji ushirikiano wako, sawa Wewe endelea kuelezea, mama anakusikiliza, dada hapa anakusikiliza, mimi nakusikiliza. Endelea kuelezea tu ndugu yangu. Tusamee kwa sababu mama ana Mungu kali sana. Sawa. Antoni hapa nyumbani kama siku ya 3 hivi. Hayupo. Na kama siku ya leo sijamuona, maana kawaida yake wao kila nikiondoka jioni kwenda kazini na machaga funguo yangu mimi. Mama naomba nielewe pia katika hilo. Kwa hiyo na siku ya 3 mimi funguo nyumba yangu naifunga, Antoni hayupo. Sio, unaelewa vizuri? Mabuti. Mimba ya huyu binti yangu. Sasa mamangu kivipi? Sasa mimba yangu mimi kivipi? Hii mimba ni ya kwako. Yaani naona huu mchezo unaonizungusha. Mara twende kwa Antoni anajua. Mara hapa tunafika tunakutana mtu mwingine Antoni hayupo. Kwanza tumeshindwaje kuingia ndani, tunafika unamuitia Antoni nje. Yaani kuna michezo sielewi. Mama kisheria. Mabuti. Mimi ni muungwana sana. Tena muungwana mno. Ila ninapoona mtu analivuruga akili yangu, uwaga sio muungwana tena. Unasikia Sawa, mimi ninachotaka uniambie kitu kimoja. Tuvunje hizi ekaeka. Mimba ya huyu ni ya kwako. Mama yangu, hebu naomba nisikilize kwanza. Mimba yako ni ya huyu, si ndio? Hapana madam. Kwa nini unanichezea na huko mimi nimechagua kukusaidia? Hapana madam. Kwa nini unanizungusha hivi akili na mimi nimechagua kukusaidia? Kwa nini unanizungusha ubongo wangu? Madam. Huyu Antoni Hewa yuko wapi? Siku hiyo ulisema Antoni kaenda kununua maji kakimbia. Sasa nikakuelewa. Twende kwa huyu Antoni tukamuulize. Hapa tunafika tunakutana na ngonjera mwingine. Huyu Antoni Hewa ndo nataka nimjue. Huyu Antoni Hewa yuko wapi? Au wewe ndo Antoni? Sawa, ndio maana nakwambia mama. Wewe ndo Mabuti, wewe ndo Antoni, wewe ndo mwenye mimba. Hapana mama yangu. Kwanza kabisa unanikosea. Nisikize kwanza mama yangu. Hii kauli sijakusikia leo siku ya kwanza. Sio vizuri Kila tunapokutana unaniambia mimba hii ya kwangu, mimba hii ya kwangu. Nakwambiaje? Cha kwanza kabisa nisikize basi. Cha kwanza kabisa unanikosea. Sio vizuri Kama mimi ningekuwa hii mimba ya kwangu, sawa nisinge kuonyesha mauzo yangu ambayo kila siku mimi nayafanya na watu nawasaidia na nilikuonyesha YouTube. Na kama mama, mimi kazi yangu ni hii na hii na hii na hii na hii. Huyu dada mimi ndo mara yangu ya kwanza nakutana naye, nimepigiwa simu nije kumsaidia au kosa langu mimi kumsaidia. Sio kufokea kwa sababu nisikize. Kwa sababu nimesema ukweli unanifokea, si ndio? Nisikize, mimi sikufokea, lakini wewe unaona kabisa unanikosea mimi, unanivunjia heshima. Sio vizuri Hii ni kazi yangu kwa sababu mimi sio mtu wangu wa kwanza huku kumsaidia. Unaficha nini? Hamna anachoficha madam. Huyu kaka mimi mara ya kwanza kumuona ndo ile siku ambayo amenisaidia na kunileta kwako, simfahamu. Yaani mimi simfahamu huyu kaka. Sasa huyu Antoni asionekana. Mama, tupo na sikiliza basi. Huyu kijana anaelezea. Basi ngoja tumsubiri aendelee kuelezea kwa sababu kuna kitu amekisema. Wewe mwenyewe umemsikia alivyosema kwamba hapa sio kwake. Sawa, ila Antoni mimi aliniambia hapa ni nini? Hapa ni kwake. Sio vizuri. Mimi naona huu mchezo wa Antoni hautoisha. Basi sawa, mimi nisikilize mama, nisikilize. Mabuti, unachoogopa wewe ni kwenda jela kwa sababu huyu mtu ulimbaka. Nisikilize mamangu. Hapo ujue kama umekubali kwamba hilo swala la kukubaka sio shida. Ama anakutishia? Hapana madam. Kama anakutishia sema, mimi ananitishia labda ataniua au atanifanya nini. Mimi ninajua jinsi ya kukusaidia. Kuliko kwenda kufunika maneno. Huyu ananikalikia mimi kwa sababu tu mimi nimesema ukweli. Kwa nini unanikalikia? Kwa nini anikalikie kama mimba sio ya kwake? Kwa nini akaliki? Mama, umesikia hii Antoni hatapatikana Antoni. Mama wangu, endelea kusumbuana kwanza. Mama wangu mimi nakuheshimu sana. Nisikilize. Sawa. Mama wangu mimi nakuheshimu sana. Sawa? Toka tumeanza mpaka hapa tulipofikia sijawahi kukuvunjia heshima, sawa? Na nilikubali kusimama na huyu binti kwa kumsaidia mwanzo mpaka mwisho. Sio vizuri. Hii ni ahadi ambayo nilimpa yeye. Sio vizuri mpaka hatimaye hapa tulipofikia bado tumefikia hapa. Ndio maana nakwambia mama, kwa kuwa tumemkuta huyu rafiki yake, tumsikilize anachokizungumza ili tupate kuelewa na tujue Antoni yuko wapi na tunalifanyaje hili jambo. Lakini unavyoaka kama hivyo, sisi tutashindwa kupata msaada uliokamilika. Sio vizuri Basi julikane mapema basi. Sawa, nimekuelewa, subiri. Kiongozi, samahani bwana, tusamee. Sio vizuri. Uendelea tu kuwasaidia. Kwa niaba yangu. Sio vizuri. Endelea kutupa ushirikiano hapo juani kidogo. Kameraman, unatupata vizuri na ile jua? Tuko vizuri Tuendelee tu kutupa ushirikiano. Sawa
Kwa sababu hapa wengine tuna jaziba, kwa hiyo nataka tuendelee kutuvumilia. Sio vizuri kwa hiyo unahitaji bado uendelee kutupa msaada, tuko pamoja na wewe. Wewe nisikize mimi kwa sababu wewe unaniamini mimi na unanijua mimi Mabuti. Mpaka ukachukua namba yangu YouTube na kumpa Antoni, lengo kuu kuja kumsaidia huyu dada. Basi mimi na wewe tushirikiane kuendelea kumsaidia huyu dada. Sio vizuri kwa hiyo tunahitaji uendelee kutuhadisia. Sasa hapo wenyewe ndio wanahadisia kitu gani? Sababu Mabuti, kwa sababu Mabuti wewe kila kitu alishakwambia Antoni. Uzuri kwamba mimi nilivyotoa namba yako YouTube kwa ajili ya kumsaidia udada, nilimpatia nani? Antoni, kwa sababu mimi nilikuwa nachomoka afu nasikia simu yangu ilikuwa haina salio. Lakini sasa nakuwa kuna vitu sivielewi, ndio maana kwa nawasikiliza tu kwamba sijui umesema masuala mimba, sijui ni nini. Ni vitu ambavyo vinanipa kwanza shock, unajua sherehe kinachoendelea. Kwa sababu mimi kwa mlivyokuja nilishukuru kwa sababu hakuepo hivi udada. Alikuwa analala kwenye jumba hili hapa, hili. Unaoliona hili mbaya yako hili hapa. Ndio alikuwa analaumu. Mimi nilikuwa sishindi hapo, unajua. Nikaondoka asubuhi na mimi nikaondoka usiku na rudi asubuhi. Kwa hiyo kurudi kwa sababu mwanadamu unajua kwanza alifanya makosa vile vile. Hata mama anapokuwa ana paniki bure. Mimi nikawashtaki wao, unajua. Kwa sababu wameingia kwenye eneo langu bila kutoa taarifa yoyote. Alafu anakuja hapa ana paniki kama hivi. Nikamwambia kutokutoa ushirikiano, usitoe ushirikiano wowote kwa sababu mama unijui wala sikujui. Hata huyo binti mwenyewe nimemwona mara moja tu. Nilivyorudi siku ya asubuhi baada ya Antoni kunipa taarifa yake ndio kunionyesha huko ndani. Ndio mimi kukutafuta wewe YouTube nikapata namba yako ya simu ndio kumpa Antoni, bwana kuna jambo hili, nikampa Antoni bwana ongea na Mabuti kwamba kuna jambo 1 2 mpaka 3. Sasa mama anakuja na panic, anambia kitu gani? Kipi bwana nipanike mimi hapa kwake? Huyu kwake au Antoni kwambia hapa kwako, basi ingia ndani kama Antoni kamchukue ndani huko. Ingia kamchukue mtakano, ingia kamchukue ndani. Kwa Antoni hapa. Haya umepitia kwa mjumbe? Unakuja kwa mjumbe kwa mwenyekiti? Nikamwona wakatae. Ani kama kwa utafanyaje? Hapa mimi useme sikia hapa mimi kwangu. Mabuti mwambie hapa mimi naongea kwa heshima yako. Hapa mimi kwangu. Afu mimi kumsaidia udada sio tatizo. Isiwe kosa. Tunaenda wapi? Kwa Antoni basi ni hivi. Hapa sio kwa Antoni, nenda kwa Antoni. Hapa kwa Antoni. Nyie mmekuja kwa Antoni, mmekuja kwangu mimi. Mabuti ngoja kwanza. Wewe dada hapa Antoni kwamba kwake. Ngoja kwanza, subiri kwanza, sasa usubiri. Mama, mimi Antoni nilimkuta hapa. Subiri kwa Mabuti. Wewe huyu hapa. Antoni kwamba kwake. Aya, ulipokuwa na humu ndani kwangu mimi. Antoni kwamba mtu kwamba mtu kwake Antoni humo. Tuheshimiane muda mwingi, mimi mji wangu. Huu mji wangu ni kama kwa na wakataa hivi sababu hamnamjua mna mwenyekiti. Wewe ndio unajua mji wako. Mimi nimeambiwa hapa kwa Antoni. Basi msubiri Antoni. Msubiri Antoni. Nisikize. Si kwa Antoni msubiri Antoni. Sawa ndio. Huyu angeona ushirikiano, angeonyesha ushirikiano. Sio kunipanikia mimi, kufanya vurugu kwangu mimi. Hapa mimi ni kwangu. Mimi sikwamjika kumsaidia huyu. Hapo matatizo ya Antoni, mtafuta Antoni mwambie yeye kama atakaoshika kuhusu Antoni njoo kitaratibu. Sawa, mimi una mjumbe, una mwenyekiti, una chochote, wewe fanya kwangu mimi. Nenda sasa umfuate mwenye mjumbe, mimi mfuate mjumbe, amwambie kwa Antoni. Nyie vijana mimi nawajua. Sasa unawajua mimi unijui? Mimi unanijua? Na nani? Na nani? Nimeongea na nani? Oh mama, unataka kuniambia mimi na wewe tumeongea tunajua na mimi na wewe. Nyie mnajuana, mimi michezo mnanichezea. Mama. Sawa mama, mimi nina namba ya Mabuti. Mabuti anijui ila mimi namjua. Tena nimemjua mtandaoni. Uko YouTube. Sasa sikiza, tukate mzizi wa fitina. Antoni yuko wapi? Ndugu yangu mimi naomba tupo. Sawa, mimi sasa nisikize. Mimi nitakujibu Mabuti. Mama nikimjibu nitamjibu Shombo. Sawa, huyu sana. Hapo ndio nikisema mjibu Shombo afu dakika mwisho tutatoa 5 vya ajabu. Mimi nitakujibu maswali yako mama akae kimya. Yule tuongee donge mimi na wewe. Utake biteni hivi Mabuti kwa heshima yako. Lakini mama akae kimya. Ndio tuende sasa. Hii ananikatisha. Wewe Mabuti. Wanangu mimi nakuheshimu. Wewe pita hivi. Wewe ndio No, usinishike. Kama vipi huyu? Usinishike. Usinishike. Kama vipi huyu? Usinishike. Mbona sana paniki? Sasa na paniki mama. Wewe hapa kwako. Wewe hapa kwako. Wewe hapa kwako. Kwako. Wewe mama, na usinishike kidole. Usinishike kidole, usinishike kidole baba, usinishike kidole. Madam. Wewe na Antoni usinishike kidole. Wewe walikuwa. Vipi huyu? Wewe unajua aliyokubaka? Walimpa na nani? Walimpa na nani? Ulikuwepo? Mama, kwa msaada nani? Hapa mbele Mabuti mtoka. Usinisukume baba, usinisukume. Usikume. Wasikumaje hivyo? Huyu alipewa pombe. Vipi wewe huyu? Na asubuhi akaamka akatumika. Yakatumika na watu wawili.
Je, kama na huyo wewe mimi hapa kwangu mama mimi hapa kwangu usishike mimi hapa kwangu simtetei madam jamani usishike ngoja kwanza polisi nakupeleka nipo hapa nipeleke nipo hapa Mabudi tulia Mabudi tumembaka nipeleke nipo hapa mbele yako nipeleke sasa kwa nini usishike usinishike silipo mbele yako nichukue. Sawa, nisikize basi wewe vipi na wewe madam baridi wewe mchanganye baridi moja mama mimi nimekuona wewe chochote nipo mbele yako ni bebe tukio nipo hapa ni bebe nyumbani kwako wangu ndio ni bebe sasa kwa nini nakushika mama nisikize basi kwanza unishika madam sikiza namaliza utata huu naenda kwa mjumbe naenda serikali za mitaa wewe na huyo Antoni wako baridi mtajua hiyo mimba ni baridi ngoja kwanza mama njoo kwanza mama njoo kwanza mama unipeleki kokote naenda kokote madam njoo basi kwanza njoo tuzungumze bwana unajua blaza nisikize kwanza umesikia blaza naomba tuzungumze kwanza simama basi sawa nisikilize unajua mama mimi katika watu ambao nilikuwa naamini wana credit wewe nakuheshimu sana mbakaji mwenyewe usinichanganye akili yangu wewe mtu mzima ovyo. Wewe ushawahi kubakwa? Ushawahi kubakwa afu dada hiyo. Ukome kuja kulala ni kwangu ukome. Sawa, nisikize. Nisikie ukome kuja kulala huko. Blaza hebu simama watuzungumze. Nakuomba mimi nakuomba blaza njoo. Acha Mabuti niache. Sawa, mimi nakuomba njoo. Ngoja niache kwanza basi. Sasa niache kwanza. Sawa. Ngoja mavipi Mabuti. Madam ngoja kwanza. Hatubali tujasikiliza. Mimi nakuomba nisikilize kwanza kwa sababu nisikize kwanza. Unajua kwa nini madam? Sawa. Unajua kwa nini nakwambia hivi? Nitaongea naye siku nyingine sio leo. Sawa, nakwambiaje? Sitaki huyu ndo alobaka na anapaniki. Tukio zima analijua. Mtu asiyejua angetaka kujua huyu anapaniki kwa sababu tukio kafanya. Anapaniki kwa sababu wewe umesikiza madam. Umesema kwa makubaliano. Kafanya umefanya wewe Mabuti. Makubaliano sio kubakwa. Huyu hajabakwa makubaliano. Alafu vile vile Mabuti. Mimi kwa jinsi ninavyomjua Antoni. Kwa jinsi ninavyomjua Antoni kubaka hapa sio kweli. Mjomba kubaka hapa sio kweli na kama kwa na mimba Antoni basi makubaliano. Huyo ongea ukweli. Hebu dada mimi ngoja kwanza. Sio vizuri. Nisikize ngombe kitu kimoja. Hapa umeshaona kabisa kuna hali ambayo yasintofahamu. Sio vizuri. Yanazidi kuzuka mengine. Sawa Huyu madam, sawa mimi Mabuti. Sawa Wewe wazazi wako, mama yako ni mlemavu. Una mtoto umemacha nyumbani. Anamtegemea mama yako. Anakutegemea wewe mama yako. Sio vizuri. Hebu zungumza ukweli. Ulichokisema kama yule Antoni alikopa kinywaji ukalewa, alikwambia upunguze mawazo, asubuhi umeamka umkuta hali tofauti. Ulichokisema kina ukweli ndani yake au umeongea kwa kujitetea tu dadangu? Hebu sema ukweli. Au mlikubaliana? Hapana, mimi sikukubaliana naye. Kama nilivyoongea ndio ukweli wenyewe. Mimi nilikuwa naomba tu kaka kama anajua wewe Antoni alipo aniambie tu ili nijue mimi samani hichi kinachoendelea. Mimi hata sijui nisemaje kwa sababu mimi binafsi yangu sina uhakika kama yeye ndo alonifanyia, ila ninachokumbuka yeye ndo alonipa kinywaji. Kwa mimi mwenyewe sina uhakika na sijui hatima yangu ni nini. Kwa mimi sitamani hichi hapa kinachoendelea. Sawa, blaza, hebu ngoja. Blaza, umesikia? Kama kubwa. Samahani bwana, samahani. Mimi najua kama nakuchosha na kukela na kukwaza. Naomba unisikize kitu kimoja. Tunampataje Antoni? Antoni? Kwanza mimi kwa ajili ya udada alivyoongea na nini, mimi nimejisikia ovyo, lakini nimewekeza kitu kimoja sister hapo. Katika maisha hakuna kitu kizuri kama kumheshimu na kumthamini mtu. Angekuwa vitu ingeenda sawa kabisa, ningeonyesha ushirikiano, sikufiche yani. Ila kwa sababu ya sister huyu niliingia kinyongo. Yaani sikufiche ninge kinyongo sana. Alafu pia sisemi kwa moja kwamba Antoni haja mfanya vibaya dada hapa, si ndio? Kwa sababu alikuja akiwa na shida, of course na mazingira bali mkutana kwa analala mwendani. Sio kumfanyia hivi. Antoni sio kumfanyia hivi udada. Unaelewa Kwa labda cha kufanya nijaribu kumcheki Antoni. Nimpigie simu. Alafu nijaribu pia lakini nimwambie hichi kitu kwa sababu nikimwambia ataondoka. Simwambie kama wewe kama utampigia simu mwambie tu kwamba madam amekuja pamoja na yule mdada wamekuja kukupa shukrani. Sawa Alafu tumsikize yeye anasemaje. Sawa, mimi nitafanya hivyo ila kuna kitu naomba niwakumbushe kitu kimoja. Antoni mimi ni mshikaji wangu sana unajua. Tena yeye ni familia kabisa. Na mimi nafanya hivi kwa ajili ya kumsaidia udada na kumsaidia
kama sijui ni mama yake, sijui nani yake, mimi sijui. Huyu ni bosi wake. Bosi wake. Lakini pia Antoni ana familia na mke, unajua. Ana mke na ana watoto. Sifanye hichi kitu kwa ajili ya kugombanisha familia ya Antoni na mke wake. Kwa tukubaliane kabla sifa chochote. Ndio. Maana sisi jinsi alivyokuja uenda kafanya Antoni vibaya. Sifanye hichi kitu kwa sababu ya kumpeleka Antoni kwenye matatizo, sijui polisi, sijui wapi, yani sitamani hiyo hivyo. Kweli kabisa. Kwa kama tukubaliana hivyo, mimi nimpige simu Antoni, nijue jinsi ya kumpanga, akipangika aje hapa tuyamalize ya mambo. Ila nasisitiza kingine. Dada, nakuomba kuanzia leo usilie. Soma ataka mwenyewe kuanzia leo. Ili jumba kama ushawahi kuolewa, hujawahi kuolewa, ilione kama baba mkwe wako, usilisogelee ili jumba hili.